Yesu asifiwe. Hii ni session ya pili. Kwenye session iliyopita tulijifunza kwa habari ya sifa za mfumo wa ulimwengu. Kumbuka tunachojifunza ni imani inavyoweza kukusaidia kukutoa au kukunasua kwenye mifumo kandamizi ya kidunia au ya ulimwengu. Na tuliangalia kwenye kipindi kilichopita tukaona sifa ya kwanza ya hii mifumo ya ulimwengu ni mifumo ambayo inakusaulisha mambo ya muhimu, mambo ambayo yanahusu roho yako, mambo ambayo yanahusu kesho yako, yanahusu ubadai wako, alafu unajikuta unazunguka kwenye vitu ambavyo havitakuletea manufaa ya kudumu baadaye. Na leo tuko kwenye pointi ya pili, na kwenye pointi ya pili hii mifumo ya kidunia, sifa yake ya pili ni mifumo ambayo inatumia karama, uwezo na ujuzi ulionao ambao Mungu amekupa kujinufaisha. Unatumia baraka, ujuzi, vipawa, karama ambazo Mungu amekupa kujinufaisha. Kwa hiyo wewe kama mwana wa Mungu ukiwa na baraka, ukiwa na kipawa, ukiwa na uwezo fulani, huu mfumo unatumia uwezo wako na vipawa ulivyonavyo kujinufaisha, wakati wewe unabaki katika hali ile ile. Kwenye kanuni ya Mungu, wewe mtu ambaye umebarikiwa au mwana wa Mungu ukienda kwenye mfumo, ukiwa chini ya mfumo wa kidunia, kinachotokea Mungu anapokubariki wewe, baraka ile haiji kwako, inaenda kwenye mfumo ambao unautumikia. Kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 30 mstari ule wa 27 mpaka 28, Biblia inasema Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Alafu akamwambia kitu kimoja kwenye mstari wa 28, anasema sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. Kwa hiyo anampa option ya kuchagua aina ya mshahara. Ungesema huyu ni bosi mzuri, anamjali mfanyakazi wake, lakini huyu bosi ambaye ni Laban ametambua kabisa baraka zake zote zinategemea uwepo wa Yakobo aliyebarikiwa kwenye nyumba yake. Wakati huo Yakobo anadidimia, Yakobo anaishi maisha magumu, Laban yeye ananufaika na baraka ya Mungu iliyokuwa juu ya Yakobo. Inafanikisha mambo ya Laban. Kusoma pia kwenye Daniel sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 5, utaona kwamba mfalme Nebukadneza alipowachukua wana wa Israeli, alitoa agizo kwamba wachukuliwe wana ambao wana sifa zifuatazo. Anasema vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kwa hiyo akawachukua watu ambao wana sifa zote hizo nzuri, wako kutoka kwenye uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana, wenye elimu, wenye ujuzi kwa sababu ya maarifa yao, wenye hekima, ili wafundishwe namna ya kusimama na kuviachilia vile ambavyo wamevibeba ndani yao, ambavyo ni vipawa ambavyo Mungu amewapa, ujuzi ambao Mungu amewapa. Sasa utajikuta watu wengi sana wana vipawa, wana uwezo, wana ujuzi Mungu amewapa, lakini vinatumika na wale ambao wako juu yao. Iko misali mingi tu kwenye Biblia ambayo itakuonyesha hilo jambo, lakini ukisoma pia kwenye Mwanzo sura ile ya 39 mstari wa 1 mpaka wa 5, utaona kuna Yusufu ambaye alikuwa amebarikiwa, akaenda kwenye nyumba ya Potifa. Na alipoenda kwenye nyumba ya Potifa, Potifa kaanza kubarikiwa kuliko yule ambaye ameenda kutumika pale. Ambaye amebeba baraka ni Yusufu, lakini kwa kuwa ameenda chini ya nyumba ya Misri ambaye ni Potifa, Potifa akaanza kubarikiwa kwa sababu ya Yusufu ambaye yuko chini ya nyumba yake. Kusoma mstari wa 5, anasema ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Bwana akubariki nyumba ya Yusufu. Bwana alibariki nyumba ya Misri. Kwa nini alibariki? Kwa sababu ni kanuni ya Mungu. Ukikaa chini ya mtu, Mungu akitaka kuachilia baraka, anaachilia kwa yule ambaye yuko chini yako, kwa yule ambaye yuko juu yako. Kwa hiyo mwana wa Mungu, wakati tunaendelea kujifunza series hii, nataka ufahamu kwamba
kuna vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yako, vipawa, karama na ujuzi mbalimbali. Huo ujuzi anataka uanzishe kitu ambacho kitakuwa msaada kwa watu wengi sana. Na kama Mungu amekupa nafasi ya kuingia kwenye mfumo wa ajira, umeajiriwa na serikali, umeajiriwa na mtu binafsi, unapaswa ujue kwamba Mungu amekuweka hapo kwa muda kama training ya kuweza baadaye kutoka na kukisimamia kile ulichonacho. Wana wa Israeli, Mungu aliwaingiza utumwani Misri, wakakaa kule kwa miaka mingi, miaka 400. Na Mungu kwa nini aliwapeleka huko? Ukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo 49, Mungu anazungumza na Yakobo, anasema usiogope kwenda Misri kwa sababu nitakufanya kuwa taifa kubwa huko. Kwa hiyo Mungu alitaka wana wa Mungu waende wajifunze taifa linaendeshwaje. Kumbuka hii familia ya Yakobo ni familia tu ambayo haina hata maghala ya kutunza chakula, haina mifumo ya kiongozi ya kiutawala. Ni familia ambayo imekaa tu, yani kwa namna ya kwamba watu wanaishi, wanakula, wanasurvive kwa kutegemea tu mifugo. Lakini wakati huo Misri ilikuwa tayari na mifumo ya kiutawala. Na Mungu akahakikisha Musa anapenya kwenye mifumo yao ili ajifunze namna taifa linavyoendeshwa. Na mwisho wa siku taifa la Israeli likazaliwa kutoka kwenye taifa la Misri. Taifa likalizaa taifa jingine. Kutoka kwenye familia ya Yakobo likawa ni taifa la Israeli ambalo mpaka leo unalifahamu na linaendelea. Kwa hiyo nini ambacho nataka niseme? Mungu anapokupa nafasi ya kuingia kwenye ajira, Mungu anakusudia hiyo ajira iwe training, sio maisha. Iwe training, ikusaidie wewe kujua cha kufanya na namna ya kufanya kulingana na kile ambacho amebebesha ndani yako. Baraka ya akina Ibrahim ilikuwa inagusa sana masuala ya mifugo. Walikuwa wanafanikiwa sana kwenye eneo la mifugo. Kwa hiyo Mungu alipotaka kumfanikisha Yakobo, alimpeleka kwa mtu ambaye ni mfugaji, Laban. Sio kukaa pale milele, akae pale ajifunze namna ya kutunza mifugo, ya kuchunga mifugo kwa ubora na kwa kiwango, kwa sababu pale anasimamiwa, asipotunza vizuri anatolewa kazini. Kwa akajifunza, lakini baadaye kwenye sura ya 31, Mwanzo 31, Mungu anamwambia ondoka, nenda nyumbani kwa baba yako. Kwa kuna watu wengi sana wamegeuza, badala ya kuwa training ya muda mfupi ya kuwajenga na kuwaongezea ujasiri na confidence na uzoefu, imegeuka kuwa ajira ya kudumu. Mpaka watu wanafika mahali wanafia kazini. Ninakusii kwa mamlaka ya jina la Yesu, na ninaomba neema ya Mungu ikusaidie kabla haujafika wakati wa kustaafu kwenye kazi yako, uwe tayari umepata uzoefu wa kutosha, umepata ujuzi wa kutosha wa kuanzisha cha kwako, ili kwenye nafasi yako abadili mtu mwingine ambaye ataingia kama training. Lakini leo hii kuna watu wanazeeka wakiwa kazini, wamezoea kutumikishwa, wakistaafishwa wanakufa kwa stress kwa sababu hawakuwa wamezoea kuishi maisha ya kujiamlia. Mara zote walikuwa wanaamliwa na wale walio juu yao. Paka kwenye session nyingine. Bye bye.